Hello, welcome back. Hii ni Mshani Wellness. Kwenye somo hili tutajifunza madhara 10 ya uzazi wa mpango kwa mwanamke na kwa mwanaume, lakini tutajikita zaidi kwa mwanamke. Uzazi wa mpango ni jambo muhimu sana kwa sababu linatusaidia kupanga familia, kwa hivyo linatuepusha na mimba zisizotarajiwa, lakini na surprise ya familia wakati bado mtu hajajipanga. Lakini sasa hivi kumekuwa na changamoto. Mabinti wengi wanatumia uzazi wa mpango kujikinga na tabia za hovyo za kishenzi. Kwa hivyo unakuta wanatumia uzazi wa mpango ili tu kuzuia kupata mimba, kwa sababu wanafanya aidha biashara za kujiuza ama wana zile tabia za umalaya kupita kawaida, kitu ambacho sio sahihi. Na wengi wanatumia uzazi wa mpango wakiwa na umri wa chini bila kujua madhara yake. Kwenye somo hili utajifunza madhara makubwa ya uzazi wa mpango na kwa nini utakiwi kutumia ama unapaswa kufanya uchaguzi ulio sahihi katika kuchagua njia ambayo ni salama zaidi kuliko njia nyingineyo. Karibu sana. Madhara ya kwanza ya matumizi ya dawa za mpango wa uzazi ama za kupanga uzazi ni kunenepa na matatizo ya uzito kupita kawaida. Dawa za vidonge na sindano, mfano zile depo provela ambazo zinapendwa sana na zinatolewa kienyeji, hata kwenye maduka ya dawa tu mtu anaenda anachoma zile sindano. Zile sindano ndani yake kuna vitu ambavyo vinafanana na homoni, sio homoni, ambao vinaathiri metabolism ya mwili, vinapunguza utendaji kazi wa mwili. Kwa hivyo inasababisha mlundikano wa mafuta katika mwili wako. Kwa maana nyingine ni kwamba hizi dawa zinadhoofisha utendaji kazi wa mwili katika kuchakata nishati ya mwili. Kwa hivyo matumizi ya muda mrefu yanaweza kukufanya kuwa na kitambi na kunenepa kupita kawaida. Na kama unahangaika kupunguza uzito, umeshawahi kutumia hizi dawa ama unatumia hizi dawa, basi ujue kabisa kinachokufelisha ni hizi dawa. Madhara mengine ya matumizi ya uzazi wa mpango ni kutokwa na damu bila mpangilio. Kuna baadhi ya njia, mfano sindano, vidonge ama vijiti. Mwanamke akishapachika hivi anakuwa ana bleed muda wote. Anaweza akableed kuanzia asubuhi mpaka jioni siku 7 za wiki. Ikishatokea hii hali, manake hii inasababishwa na hizo dawa ambazo unazotumia sio dawa sahihi, sio vitu ambavyo vinatakiwa kuwepo. Kwa hiyo ni vizuri ukafika hospitalini kuripoti, aidha kubadilisha ama kuacha kabisa. Mimi nashauri kuacha. Njia nzuri ni ya kutumia kalenda, tumia condom ama abstain from sexual activities. Yani ejiepushe kabisa na hizi shughuli za kingono kama hauko tayari kushika mimba na hauna sababu ya msingi ya kufanya. Madhara mengine ya hizi dawa ni kichefuchefu na maumivu, hasa maumivu ya kifua. Sasa hizi dawa zenye mchanganyiko, zile ambazo za vidonge ambazo unatumia kwa siku 28. Hizi dawa zinaweza zikakusababishia matatizo ya maumivu, lakini kichefuchefu kwa kiwango kikubwa, hasa zile zenye estrogen ndani yake, kwa sababu pia zinaathiri mfumo wa neva. Sasa mfumo wa neva ukiathiriwa, matokeo yake inaweza ikawa ni kichefuchefu, labda kutapika, lakini pia matatizo ya mood swing. Tunakuja kwenye madhara mengine, mood swing au matatizo ya depression ama sonona. Yani kunakuwa na mabadiliko ya hisia ya mtumiaji, sasa mwanamke. Na hii ni kwa dawa zote za homoni za uzazi wa mpango, kwa sababu hizi dawa zinakuwa na hizi progesterone ambazo sio progesterone, by the way, ni artificial progesterone, ambazo zinaathiri kiwango cha serotonin kwenye ubongo wako. Kwa hiyo kiwango cha serotonin kikiathirika, kumbuka serotonin ni happiness hormone. Ni hormone ambayo inakufanya akili yako itulie. Kwa hivyo ikiathiriwa, akili inakuwa hahe juu. Ndio maana wanawake wengi unakuta wanaotumia hizi dawa, yani vinakuwa ni vichwa vibovu kwa kweli. Anakuwa ni mkorofi, ukimchanganya kidogo tunaweza mkapigana hata ngumi. Anakuwa ni mkorofi, anafoka, yani anakuwa ni mtata sana. Ni mtu mwenye kujitenga, mwenye kulalamika, anakuwa ni mtu wa kusahau. Yote haya yanakuwa ni vurugu. Hakuna siku anaamka yuko safi. Ni kwa sababu ya hizi dawa zinakuwa zinawapeleka hivyo. Madhara ya 5 ni kupungua ama
kuongezeka ama kutakuwepo kabisa kwa hamu ya tendo la ndoa. Hapa ndo tunakuja kwenye upungufu wa nguvu za kike. Kwa hiyo mwanamke anakuwa hapati kabisa hamu ya tendo la ndoa, kwa sababu hizi zinaathiri kiwango cha testosterone. Testosterone kwa mwanamke, testosterone ni homoni mama kwa mwanaume, lakini pia ipo kwa mwanamke, na kazi kubwa kwa mwanamke ni kuimarisha libido ama hamu ya seksi kwa mwanamke. Kwa hivyo hizi dawa zinaathiri kiwango cha testosterone katika mwili wa mwanamke. Kwa hivyo zinaathiri moja kwa moja hamu ya tendo la ndoa. Inaweza lisiwepo, likawepo, ama likawa kubwa zaidi kuliko kawaida. Vile vile madhara mengine ya hizi dawa ni kichwa kuuma, matatizo ya kichwa, matatizo sugu ya kichwa, hasa dawa zenye estrogen ndani yake. Dawa zenye estrogen ndani yake, dawa nyingi za uzazi wa mpango zenye estrogen ndani yake zinasababisha matatizo ya maumivu ya kichwa sugu ama kipanda uso, kwa sababu estrogen inaathiri mishipa ya damu. Iathiri mishipa ya damu, maana yake damu kufika maeneo mbalimbali ya mwili inakuwa ni challenge kidogo, ikiwemo maeneo ya ubongo. Sasa ikishafikia hatua mishipa inayopeleka damu kwenye ubongo pia imeathiriwa, lazima mtu apate ya matatizo ya kichwa ya mara kwa mara. Na mwanamke, kama wewe ni mwanamke labda umeanza kutumia hizi dawa, baada ya muda ndio ukaanza kupata ya maumivu, kwa unajiuliza yametoka wapi. Inawezekana kabisa hizo dawa unazotumia ndio zimekusababisha hii changamoto. Unaruhusiwa kuacha hizi dawa muda wote na kuopt zile natural ways za uzazi wa mpango. Jambo lingine ni maumivu ya matiti. Sasa vidonge na sindano yanaweza kukusababishia matatizo ya maumivu ya matiti. Sasa zile dawa za uzazi wa mpango zenye estrogen ndani yake sio salama kabisa. Lakini pia kujiweka katika riski ya kuchelewa kurejea kwa ufanisi wa kizazi. Ukitumia kwa muda mrefu hizi dawa alafu ukaacha, ukasema hivi sasa nataka kupata mtoto, inaweza ikachukua muda mrefu sana mwili wako kuja kutengamaa na kuwa katika ile hali yake ya kawaida. Inaweza ikachukua kiwango cha chini kabisa huwa ni miezi 6 hadi 8 mwili wako kuja kutengamaa, lakini kuna wengine zikaenda hadi miaka, na kwa bahati mbaya wengine athari zikawa ni kubwa sana, ikafikia kipindi kwamba ile hali haitoweza tena kujirudi katika hali ya kawaida mpaka apate msaada wa dawa. Madhara mengine ni uwezekano wa kupata kinaitwa DVT, deep vein thrombosis. Mishipa kunakuwa zile kuganda kwa damu katika mishipa ya damu ya maeneo ya chini ya mwili. Mfano kwenye hizi felo za miguu, unakuwa ukimwangalia mtu unakuwa kama kuna michilizi fulani kama miraba, yani unaona kama kuna mishipa ya damu. Sasa wanawake wenye rangi fulani nyeupe alafu wanatumia hizi dawa, ni rahisi sana kuona kama kuna mishipa ndani kama damu imevujia. Yes, inakuwa ni kama damu imevujia kwenye mishipa kwa ndani. Hii ni miongoni mwa dalili za mtu anatumia dawa za uzazi wa mpango. Sasa ile hali inaweza ikawa too much, ikafikia kipindi DVT inavimba mpaka inakuwa ni ile uvimbe kubwa kulikweli, yani linatuna kabisa, linaathiri kabisa hadi mfumo wa mzunguko wa damu katika hayo maeneo, na linaambatana na maumivu makali sana. Baadaye unatakiwa uende hospitalini uanze kutumia dawa. Changamoto zinakuwa ni nyingi sana. Kwa hivyo kuwa makini, sasa dawa zile za uzazi wa mpango zenye estrogen ndani yake, kwa sababu estrogen mwilini inaongeza uwezekano wa damu kuganda. Ndio sababu kubwa. Yani ukiwa na estrogen nyingi mwilini unakuwa katika riski ya damu kuganda. Kwa hivyo ni rahisi sana kupata matatizo kama DVT. Lakini pia hizi dawa za uzazi wa mpango zinaweza zikakusababishia matatizo ya maambukizi ya magonjwa kwa urahisi zaidi katika uke, sasa vile vitanzi na vijiti. Kwa sababu vitanzi na vijiti ni vitu ambavyo vinakaa kule kwenye mfumo wa uzazi. Kwa hiyo ni rahisi sana kuwa colonized na wale microorganism, wale viumbe ama vimelea wa magonjwa, na baadaye wakakusababishia changamoto. Lakini pia inakuweka kwenye riski ya kupata matatizo ya saratani, hasa saratani ya matiti.
tafiti zinaonyesha kwamba hizi dawa za uzazi wa mpango za homoni zinachangia kwa kiasi kubwa sana kupata ama kukupa changamoto ya saratani ya matiti. Na hii ni moja kati ya sababu kwa nini sasa hivi mabinti wengi sana wana hii changamoto ya saratani ya matiti na hizi saratani za mlango wa kizazi, kwa sababu ya haya matumizi ya holela ya uzazi wa mpango bila kufuata ushauri na utaratibu, yanawasababishia hizi changamoto kwa kiwango kikubwa. Sasa nini ufanye kuepukana na hizi changamoto? Kwanza, hakikisha unatumia uzazi wa mpango ambao unakufaa na ni salama kwako. Ukienda hospitalini kuomba uzazi wa mpango, ukapewa dawa ukatumia, ukaona mambo ambayo hauyaelewi, ni vizuri kurudi hospitalini, maana yake hiyo dawa ama hiyo njia uliyopewa sio sahihi. Lakini jitahidi kwanza kufanya uchunguzi wako wa afya. Fanya ile personal check up ya afya yako, kujua kwamba una changamoto gani, kwa sababu kuna baadhi ya dawa kama una changamoto fulani hauwezi kabisa kuzitumia na zitakuletea shida kubwa mno. Lakini pia tunashauri kutumia njia asili kama njia salama zaidi, kama vile ile ute. Kwa wanawake wanaweza kutumia ute, wanaweza kutumia kalenda, lakini pia kuna withdraw, mwanaume kumwagia nje, vile vile matumizi ya condom. Hizi ni njia salama ambazo ukazitumia kujikinga na ujauzito na zisikuletee madhara yoyote ya kiafya. Kwa hivyo kwa mabinti, matumizi ya uzazi wa mpango ni hatari sana sana sana. Hakikisha unajiepusha na hii changamoto, tumia njia za uzazi wa mpango ili baadaye usije ukapata changamoto ya uzazi. Hapo tutakuomba enjoy mpaka wakati mwingine. Bye bye.